Kwa siku ya leo ningependa kuongelea kutokana na uzoefu wangu kati ya kudeti mzungu na kudeti Waswahili wenzangu. Kunakuwa na kwa uzoefu wangu again nimeona kuna utofauti huo. Lakini kabla sijaanza ningependa kwanza unifollow kwenye Instagram Lugi Podcast na Facebook Lugi Podcast, bila kusahau kulike na kwenye YouTube pia au YouTube channel. Kwa leo ningependa nianze na ili swala la kudeti kati ya mzungu na Mswahili mwenzangu au Waswahili wenzetu whatever. Kwanza kabisa utofauti ambao nimeuona, kuna wenzetu kidogo wako more open, straightforward, na ukijaribu kuongea nao kama wanapenda niseme kwa lugha ya mtaani, kama wanapenda swaga yako, then hawasiti kukuonyesha na wala hawasiti kumake effort. Ambapo kwa upande wa sisi Waswahili, mtu anaweza akawa anania naye nzuri lakini bado akawa anakupiga chenga, au mwingine unaweza kumpata akaonyesha na yeye kwamba yuko interested, lakini kwa mimi nimekuja kugundua kuona wazungu kidogo wako more straightforward. Nitajaribu kueleza utofauti ambao mimi nimeuona, alafu nitaanza na upande wa mzungu. Sasa kwa mfano mzungu unaweza kumuona umependa swaga zake na ukamfuata ukajaribu kuanzisha maongezi. Kama yeye haentertain au hajavutiwa na alichokiona au hajapenda hizo swaga zako, straight away hana longolongo. Ambapo nitakupa mfano mmoja. Kama umeanza kuongea naye, labda mkafikia maafikiano, akakupa namba ili muweze kuwasiliana au muonane for a drink, dinner, whatever the case. Anakupa contact na akiondoka ukimpigia atapokea. Unaweza kupata wawili watatu hapa na pale, unaweza kumpigia asipokee, tayari unakuwa umeshajua kitu ni labda kulikuwa kuna alcohol influence wakati mnaanzisha hayo maongezi. Lakini kwa mkimkuta kwamba yuko kwenye mazingira mazuri tu, mkianza kuongea na ukimwalika kwamba iba namba tuonane for a drink nini, mara nyingi yani akishafika hiyo level mambo yanakuwa sio mabaya. Mnakwenda mtaonana hiyo date ya kwanza, labda whatever the case, kama ilikuwa ni drink au ni chakula au whatever the case. Alafu kingine, wakati sasa inaletwa bili, mara nyingi nimeona wazungu wana make effort kutaka kulipa ile bili. Lakini kazi ya mtoto wa kiume au mwanaume, na hasa kwa wewe ndio ulie initiate maongezi au kwenda kumjua mtu, responsibility yako wewe ni kulipa ile bili kama mwanaume. Lakini inakuwa inatoa mandhari fulani kama yeye akijaribu kusema na yeye alipe au musplit half au 50-50, inakuwa ni rahisi, yani kama vichombozo. Yani inafurahisha ukiona mtu ana make effort na yeye kutaka kulipa, even though wewe ndio utakayelipa at the end of the day. Lakini sasa ukija kwenye upande wa dada zangu, na sisemi wote by the way, lakini upande wa dada zangu, kutokana na uzoefu wangu au experience yangu, mara nyingi unapojaribu ku make move, wengine wanakuwa wanapiga chenga, basi mwisho wa siku bado utafanikiwa na utamtoa date. Sasa ukishamtoa date, mnafika point moja, same thing kama ya kuwa na wazungu, kwamba amefika, mnaanza kuongea, the conversation imeenda vizuri, lakini sasa wakati wa kulipa bili, yani mtu anakuwa amepozi au anajibaraguza au anachukua kibegi chake anaweka pa lips gloss, lips glow, whatever the case. Anahangaika, anabuzibuzi tu, anajua of course
Lakini yes, I'm supposed to pay, I'm going to pay. Lakini kitendo cha kwamba yani imefika wakati wa kulipa, hata mtu aseme hey, by the way, let's split the bill, au just hata basi zuga, kuliko ile like typical you don't wanna hold that conversation ya kufanya nini, kutaka ku-split your bill. So huo kwa mimi ndio nimeona hiyo kuna utofauti kati ya wazungu na sisi Waswahili. Hilo moja. Kuna lingine tena ambayo nimeliona, ukija wakati wa, kwa mfano ukamwambia mzungu, labda ukaamua umpe mtu nafasi ya kuchagua wapi muende, na labda umeshachagua mara ya kwanza, ya pili ukamwambia you know what, hebu naomba wewe chagua unataka kwenda wapi, au twende wapi for drink, dinner, you name it. Surprise, mzungu anaweza akakwambia hata muonane Starbucks, mkaenda for a cup of coffee, mkapiga story kaisha, au mkaenda same tu ya kawaida tu local next street, simple tu mkapata drink ikaisha. Lakini kingine nimekuja kugundua kwa dada zetu, most of them unakuta wanachagua sehemu moja babu kubwa niseme, au sehemu moja ya gharama zaidi. Unashangaa yani, kwani tunaenda wapi yani? Unaona, this was about catching up, to understand, about kujuana, but tunatoka kwenye process ya kufanya ya kujuana. Lakini anaenda kupeka sehemu ya kishua zaidi yani. Kiasi kwamba ukija kuangalia, mngeenda tu down the street, mambo yalikuwa ni yale, mngeenda kule, na wakati wewe ndio mlipa bili, lakini anataka kama kwa mimi nasema kama anakomoa hivi, kwa sababu yeye mwenyewe hizo sema, unaweza kumwambia have you been here before, anakuambia no. Kwa unaona kwa umeona unatumia mgongo wangu ili tuende ile sehemu ambayo labda umekuwa ukiwishi kwenda before, badala kwamba the basic stuff ni kwamba mnajaribu kuanzisha mahusiano, na mahusiano ni kwamba mnaweza mkakata hata nje kibarazani mkapiga story kutaka kujuana kiundani zaidi, lakini wenyewe they go a little bit extra kutaka kuteka advantage ya situation. Kwa hilo nimeliona kwa mimi nilivyoangalia, na hapo unaweza kwenda date ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata ya 4, hamjafika level yoyote ya kimwili, lakini bado unashangaa mtu, na sio kwamba yule mtu hatengenezi pesa, anatengeneza pesa nzuri, tena mwingine anatengeneza pesa hata kuzidi wewe mtoto wa kiume, lakini bado unakuta yani kila siku, na yeye sometimes ameshakuwa accountable, anakuambia hey, let's step out. Sasa ukiambia let's step out, unashangaa kwa hiyo maisha wewe ndio utakayelipa, lakini guess what, nothing. Na hiyo nimeiona sio tu kwa yani wa Afrika in general, nimeona sana kwa mataifa haya ya Afrika. Watu wako unashangaa mtu yani, watu wana career nzuri, wana kazi nzuri, sio wana biashara nzuri, wana kila kitu kizuri, lakini bado mtu anakuwa very stingy. Ambapo sasa hiyo kitu unakaa unaangalia, kwa sisi wanaume, sijui wanaume wenzangu wengine, mimi inanivunja moyo. I'm like, kwani tunatumiana hapa au tunafanya nini? Kwa hiyo kitu kwa sisi wanaume, ninavyojua mimi na kwa watu ambao nimeongea nao, inatu affect sana in different way, na hasa kama unaweza kuwa mtu umempenda au umevutiwa naye, lakini kuna vitu vidogo na sasa hii kitu kidogo kama hiki mtu anashindwa kufanya. Je, huko mbeleni inakuaje? Ndio wale mambo yanashangaa kwa wale wanaopenda kujenga, huyu anajenga kwao, huyu anajenga kwao, mnaishia pale pale. So hilo swala lingine ambao mimi binafsi nimeliona, na nadhani ni tatizo, na hasa kwenye upande wa initially kwenye mnapokuwa mnaanza watu mahusiano, au mnataka kujuana kwenye upande wa kwenye upande wa mahusiano. Hilo ni moja. La pili, ningependa kugusa upande wa usafi. Usafi namaanisha usafi ule ambao unaweza ukaafect mahusiano. Ndio usafi nao tutaongelea. Siongea usafi kama umepaka poda, si umefanya nini, naongea usafi ule wa ndani zaidi. Mimi binafsi kwanza ningependa niseme kusalute au kuappreciate dada zetu, kwamba dada zetu kwa kweli kiwango cha usafi wako vizuri, na kufananisha na dada zetu wa kizungu hawa au wazungu in general. Wazungu wana tabia za kujimwagia, yani sio kujimwagia actually,
kutumia vitaulo tu, anajipangusa anafanya nini, yani ndio hivyo. Lakini sasa dada zetu kidogo ambacho napata na ningependa niwape their flowers kwamba they always go extra mile, make sure moja mbili. Unaweza kukuta mtu hana hata uwezo meaning kwamba hana hivi vikolombwezo hivi vya kujipaka vya nini, lakini bado unakuta upande wa hygiene anajitahidi kuwa, yani unamwona mtu kama kuoga sio sema kutaka kuoga anachukua kitaulo anajipangusa, hapana. Ukija kwa hao wengine wazungu wenyewe mambo ya vitaulo viweti nini wanaita hivi vitishu viweti tishu nini whatever, kujipangusa. Kwa hiyo yani kwa sisi wanaume unapokuwa unaona kwamba huyu mtu toka asubuhi mpaka jioni, ukiangalia unaona kabisa hamna mtu ameoga hapa. Ndio mtu anaingia bafuni, lakini ukiangalia mazingira hayajakaa mazingira ya kuoga, lakini bado anaonekana, ukimwangalia unaona mtu msafi. Kwa sisi wanaume, jinsi wanaume ni watu ambao tunafikiria huku kwenye kichwani, kukiwa tu na itilafu fulani na maanisha kwamba kuna kitu hujapenda, ina affect sehemu zingine zote, unakuwa hauko shwari yani, unaona. Lakini kwa dada zetu nimeona hilo swala, it doesn't matter una hela hauna hela, kwa upande wa usafi wa hizo sector, kwa kweli big up to you guys. Yani amjetuangusha kwenye hilo swala ukifanisha na wazungu. Alafu kingine ambacho ningependa tena kugusia upande wa hapo kwenye upande wa usafi. Usafi sio maana kwamba ni lazima upake poda. Usafi sio lazima ujipulizie. Usafi ni kwamba usafi tunaanza na kwanza na usafi wa kuoga. Huo ni usafi ndio wa kwanza kabisa. Kwanza kuoga, yani kwamba kuoga. Lakini kuna watu wanaskip siku nzima, anakuja kuoga kesho, hajaoga leo anakuja kuoga kesho. Hao wazungu ndio typical wana tabia. Sasa kuna mfano mmoja nataka tunionyeshe. Nilikuwa Europe. Kuna mtu nilikuwa na mahusiano naye miaka mingi, over 10 years, miaka mingi yani. Huyo mtu alikuwa kwenye mtu wa TV anatangaza news. Sasa ikatokea kwamba siku moja nilikuwa nimeshamjua, tumeshajuana, lakini iko siku akawa mimi sikwenda kazini, niko off. Nikampigia simu, mambo boy fresh, unafanya nini? Nimelala. Iko kama saa 3 saa 4 hivi. Wewe unafanya kama mimi sienda kazini leo, niko off. Okay, unataka kuja? Nikamwambia sure, nitakuja. Poa. Nikaingia kwenye gari. Sasa kufika eneo analokaa yeye, nje kunakuwa na mita za kupaki magari. Na mimi nikafika pale, nikapaki gari langu fresh, nikaenda kwenye mita, nikaweka coins zangu 2-3. Nikajua niko na kama couple hours kabla sija top up tena kwa ajili ya hiyo parking. Bonyeza kengele, nikafungulia, nikapanda juu. Sasa angalia utofauti sasa wa wazungu na dada zetu. Kubonyeza kengele nimefunguliwa, nikapigwa na hug. Sasa kupigwa hug, bwana, kumbe yule mtu bwana, pamoja kama nimwambia nakuja, hakuamka, hakufreshen up, hakufanya chochote. Ile kunipiga hug na anaongea, nasikia harufu ya mdomo. Astagfirullah. Nikaona hii tena nini tena hii? Anyway, nikajibaguza, lakini pale kila kitu ika switch off. Ile excitement yote nilikuwa nayo ikawa tena yani haipo, lakini ndio hivyo, utafanyaje? Umeshafika eneo la tukio, inabidi uendelee, uangalie kinachoendelea. Basi nikachili pale nini, nikabuzibuzi. Baada ya maybe saa moja au just after 1 hour, kabla hata ticket ya gari pale chini haijaisha, nikaambiwa mimi ngoja niende nika top up kwenye ile ticket. Basi akasema sure. Mimi nikavaa viatu vyangu vile tu simple ndivyo nilivyoingia, ndio vile nikashuka chini, nikaingia kwenye gari. Hajawahi kuniona tena wala si kumuona tena, kwa sababu kwa mimi ninavyoangalia, mimi ninavyojua mimi, sio suppose yani alikuwa anataka at least basi amke, ajisafishe au asugue meno, afanye chochote kinachotakiwa kufanya kuweka mazingira
yani you feel like you're welcome. Lakini sasa unarudi tena umekaa vile kitandani mpaka nagonga mlango na bado huko, alafu nakuja na kirofu chako cha mdomo. I was like, hell no. Anyway, kwa hiyo toka hapo mahusiano yakawa nini? Yameisha. Kwamba sikutaka tena kufanya nini kuendelea kuwasiliana naye. Baada hapo hiyo story ikisikia imeisha, I never heard from her, sija kumsikia naye, haja kunisikia mimi. Alafu kuna actually kabla sijaenda huku, kabla sijamalizia, nataka nirudi tena kwenye swala la utofauti la hiyo swala la Waswahili na Wazungu. Kuna pointi moja sija mention actually. Hiyo tena nataka tuwe mfano. Huo mfano wa watu kwenda, unapokuwa mnatoka nje, anataka kwenda sehemu ya gharama. Na mfano mmoja tu imetokea tena hapa Bongo. Kuna mtu tukwenda group of people, tumeenda sehemu, tunapiga story, club lounge, watu wanakunywa na kwa pembeni kwa kuna dada mmoja amesimama, walikuwa wawili, lakini walikuwa part ya hiyo ile group. Mimi nikamuomba, nikamwambia amesimama tu anapiga story, hana chochote cha kunywa. Nikamwambia, what's up, can I buy a drink? Oh sure. Okay. Nikamwambia basi subiri. Akaja nikamuita waiter akaja. Akachukua order. Waiter alipochukua order, akakata naondoka, nikamvuta waiter. Nikamwambia, ameoda nini? Akaniambia ameoda chupa ya Hennessy na chupa ya Jameson. Mimi nikaangalia, nikasema really? Akasema yeye. Nikasema ise, okay. Nikamwambia wapi nalipa? Akamwambia brother, njoo count hapo ulipe afu mimi ndio nilete. Nikamwambia naomba unisaidie kitu moja. Wakati unaleta usilete na mataa, mishumaa, manini. Wewe leta zishike kimya ziweke kwenye meza hapo. Sawa. Tukakubaliana hivyo, mimi nikaenda nikalipa. Sasa nimeshalipa, nikarudi tena, tukaendelea na washikaji pale, napiga story. Jamaa akaita kimya akaweka na glasi zake na ice, whatever the case. Basi mimi nikamwangalia yule sister du, nikaona okay. Ikabidi niambie machizi, oya, zile chupa zile za kwetu nimenunua. Machizi, oya, poa. Basi kila mtu akawa anaenda anajisaidia. Lakini point ambayo nataka kuigusia hapa, ambayo ni mentioned before, mimi nimekuja kwako and I'm trying to be a gentleman. Nimekuomba nikununulie kinywaji. Kuna watu wengine wote walikuwepo, hamna aliyekuomba, aliyekufuata kuuliza. Mimi nimejitolea, nimekuja kuuliza. Regardless na nia nzuri mbaya, whatever the case. Lakini nimeona tu umekaa tu idle, watu wote nimeona wameshika vinywaji vyao, wewe huna kinywaji. Na sio kwamba haunywi, unakunywa. Alafu sasa wewe unanikomoa, unaenda kuoda chupa 2. Man, that was a put off. Anyway, basi kwanza hapo tukabadilishana namba ya simu ile just for the sake of it, kwa sababu ndio hivyo, let me get in the phone. Nikachukua namba, tukabadilishana vizuri, poa. Kwanza hapo yani nimeondoka ile usiku, nikadelete ile namba pale. Sasa the impression kwangu mimi kwamba yani sijaelewa kwamba ulikuwa unataka kuachieve nini. Kitendo cha mtu anakuomba anataka kununulia kinywaji, wewe unaenda kuchukua chupa 2, na sio kwamba hiyo chupa 2 unaenda kunywa wewe au nani. Au mimi nimeona watu wote hao, lakini sijaongea nao, nimeongea na wewe, nimekuofa a drink. Kwa hiyo ile swala ndio tofauti mwingine, lakini you never see, hutakuja kumuona mzungu umeomba ye kama mtu mmoja umemwomba naomba nikununulie kinywaji, akwambia niletee chupa la, yani hai make sense yani. Unless huyo mtu unataka kuishi a fake life, lakini the way I understand, sijawahi pata hiyo experience kokote zaidi nilivyokuwa Bongo. Kwa hiyo swala moja wapo. Swala lingine ambalo ningetaka kugusia kwamba tena nataka kusifia dada zetu. Mungu amewabariki, wana maumbo mazuri, wana ngozi nzuri, na sisi watu weusi ngozi zetu ni nzuri sana. Unless umepata uzoefu wa wazungu au umepea attention sana wazungu, wanaweza kaonekana
wazuri kwa kuangalia, lakini just like in terms of accessories, mimi naita kama ni accessories, kwamba yani huwezi kufananisha in a long run jinsi mwili unavyorespond wa kwao na mwili unavyorespond wa dada zetu. Dada zetu wana fukuto wana joto mwilini yani. Sasa wanasema nini? Samaki wa bahari na samaki wa ziwa. Wengine wanasema wengine wana shombo, sio wengine, lakini mimi naongea kwa upande wa wengine, yani wenzetu ni wa baridi kimwili. Sisi watu weusi au dada zetu wako na joto lile yani joto ambao halihitaji kudungwa sindano upate joto la mwili, yani nacho tu wako hivyo. Sasa na sisi wanaume ukifananisha mtu mwenye mwili wa baridi, of course wana joto lao, yani hakuna, yani utofauti ni mkubwa sana yani. Joto walionao na joto walionao dada zetu, to me salute to our sister, kwamba miili yao, na hasa ukawakuta ambao wanafanya mazoezi, ukawakuta ambao wanakula vizuri au wanajitahidi kula, hawali milo 4-5 kwa siku. Yani ukikuta hiyo wakiwa wale wanaojitekea zaidi, yani wanakuwa kama wana triple zaidi kutokana na miili yao jinsi inavyo respond. Lakini unaweza ukaona mzungu anaweza kaa anafanya vitu vyote hivyo, hawezi kufikia upande wa dada zetu, upande ile joto tunapoliongelea, joto la mwili na vinginevyo. Kwa hiyo mimi binafsi tena ningependa tu kupongeza kwamba dada zetu, kwa wale ambao labda hamjijui au hamjui jinsi mlivyo wazuri, mimi naongea kama mwanaume, na jinsi miili yenu Mungu alivyowapa, unachotakiwa kukifanya, ongeza tu little spicy, vitu vidogo vidogo vya hapa na pale. Take care yourself. Fanya zoezi. Na zoezi sio kwamba uende kwenye majimu makubwa au sijui nini. Zoezi unaweza ukakaa sehemu yote ukafanya zoezi lako 2-3. Na uzuri wa siku hizi kuna access nyingi za kuangalia watu wanafanya mazoezi. Kuna mazoezi mengine unafanya tu nyumbani yani, huna haja ya kwenda kokote. Labda ukija kuwa na visendi vyako, unaweza kwenda gym ukapata mtu wa kukusaidia kufanya mazoezi. Lakini nataka kusisitiza swala mulivyo barikiwa kimwili. Haina maana uwe una mwili mkubwa, una mwili mdogo, huwezi kufananisha na wazungu. Yani hiyo kitu mimi naongea tena na sisitiza, huwezi kufananisha na wazungu kwa jinsi Mungu alivyowabariki kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo salute to you sisters. Endeleeni kufanya mnavyofanya. Don't forget to tune again Lughi Podcast, YouTube Lughi Podcast, Instagram Lughi Podcast. Peace out.